Yeremia 9:17 mpaka 18. Biblia inasema, Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao ili waje, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje. 18. Na wafanye haraka na kutuombolezea, ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Bwana bariki andiko. Bwana asifiwe. Amen. Jambo kuu ya hii kitabu ilikuwa a call to wait. A call to wait. Kwa Kiswahili ni mwito wa kungojea. Amen. Ndio ilikuwa jambo kuu. Mungu wetu naye ni wa neema. Tunafurahi wakati tunajifundisha vitu mingi kama hivi. Bwana aliongea na Yeremia, akamwambia ondoka ukawaite wanawake ili waje, wanawake wenye ustadi. Ukawaite wanawake wenye ustadi ili waje. Amen. Amen. Mama, ninakuomba kwa wakati huu, jihisi kama wewe ni mama wa kuomboleza. Kuomboleza ni kufanya nini? Tunajua kuomboleza wafu sana. Tunajua kuomboleza wafu mpaka hata unataka umfuate. Maana alikuwa mpendo wako wa kiroho. Maana alikuwa mpendo wako wa karibu. Maana alikuwa msaidizi wako. Alinipea nguo, alinipea blanketi, alinipea nini? Kulira, lakini hatuamushi. Lakini tunasahau kuko mtu ambaye anataka tumuomboleze. Amen. Amen. Hajaita wa baba, amesema wa mama waomboleze. Which means alijua machozi ya mama inaweza kuvunja na inaweza kujenga. Amen. Amen. Wamama mko? Mko kwa nyumba? Twende pamoja. Kuomboleza. Tulisahau kuomboleza Mungu. Wamama tulisahau, hata wababa tulisahau. Tulisahau Mungu inafaa ombolezo kila wakati. Mama unaenda kwa magoti, unaongea dakika 2 ama dakika 5. Biblia hii ya Yeremia inatuambia omba, nyenyekea. Wacha kukuwa na haraka ya kuomba. Omba maneno yako kwa steps. Ambia Mungu maneno yako in steps. Mwambie hapa, mwambie hapa. Utamwambia leo, umwambie kesho. Kwa hakika hii maisha ya binadamu tuko nayo saa hii, huwezi patia Mungu maneno yote. Wakati unasema amen, mengine umesahau. Hiyo umesahau, enda tena piga magoti. Tunaambiwa tuombe kwa masaa 8. Sisi hapa tunaomba kwa dakika. Na hata kama tunakosa nafasi kwa kanisa, nyumba yako siko kanisa. Wewe umetengeneza madhabahu? Ninawauliza swali. Umetengeneza madhabahu kwa nyumba yako? Umetengeneza mahali unaenda kila siku ukipiga magoti ukiomba? Umetengeneza? Anza kuandaa. Ndio sababu Yeremia aliambiwa, enda waite wa mama wakuje waomboleze, maana dunia inawaka moto. Amen. Amen. Huyu Yeremia na kawaambia, fanyeni haraka kuomboleza kwa macho ya Mungu. Mkwe mchuruzike machozi, na hapa ndipo machozi yenu yabumbujike maji. Ukitaka kuomba Mungu, tafadhali mama, tafadhali katika hali tu ya kunyenyekea na kuimba hiyo korasi yako, usianze tu wawa no. Acha hiyo korasi ikupe mwelekeo. Wacha hiyo chorus ikusongeze pamoja na msalaba. Wacha hiyo chorus ikupe maneno yale utanena. Amen. Mungu alitupenda sisi wa mama. Maana ukiangalia hata kitabu ya Ruth, vile wanaelezea maneno ya mama, utavunjika. Na hakuna mama anawekanga hasira. Kama unaweka, pasa ashawahi kutuambia kitambo, tuache, tusibebeane. Amen. Maana nyakati zimekuwa fupi. Ndio tunaambiwa tuomboleze na tuwe waombolezi.
Wangapi wanaenda kuomba kwa wengine? Sisi tunasema tu ni kazi. Kazi imenikaza. Kazi sina nafasi. Kazi nitafanya nini? Lakini wakati mambo inakuja, unasimamisha kazi. Ukienda chama, kazi unasimamisha. Ukienda kazini, unasimamisha vitu zingine. Ukifanya nini, kuko vitu unasimamisha, lakini hausimamishi Mungu kuomboleza. Amen? Amen. Tafadhali simamishia Mungu maombolezi. Tafadhali chukua nafasi ya Mungu. Tenga nafasi yako na Mungu. Tenga nafasi yako ya kukaa katika korido yako. Ufikirie maombi haya unaomba ya nini? Maana nakwambia ukipisha na atakufungulia. Ukiomba na atakupea. Maana yeye ndio mweza vyote. Kila kitu iko kwake. Wamama wangu katika hizi nyumba zimeharibika. Wakati mnaona watoto hata wanapotea, si bure mtoto wangu apotee. Mwanamke alichomwa na alisalitiwa na bwana yake. Wamama tafadhali, maombi ya kuomboleza itafunika hizi vitu zote. Maombi ya kuomboleza, hata mkikosana kwa nyumba, hautachukua kamba, hautaangua kwa maji. Utasema Mungu wangu, leo yamenipata. Mungu wangu nionekanie. Hataweza kupatia jibu. Amen. Amen. Atakupea jibu. Amen. Amen. Mungu atasimama na wewe. Tumewacha maombi, that is why mambo imezidi. Dunia imekuwa covered na vitu mingi sana. Ukitembea ni uchungu kwa wengine. Ukikula ni uchungu kwa wengine. Ukivaa mzuri ni uchungu kwa wengine. Maneno matamu kabisa anatuambia tukue waombolezi. Wamama wakino, wacheni tuomboleze. Na wacheni tukue waombolezi. Ujipange wamama wawili watatu, muombe fulani, mwende. Mjipange wawili watatu, mwende kuombea mwingine. Na hii maombi italeta kitu. Tumekuwa na ushirika, lakini sababu ya maneno mengi, ushirika tulikuwa tunatoka usiku saa 1 saa 2. Lakini dunia nayo ikaribika. Amen? Amen. Tufanyaje? Lazima tutafute nafasi ya kuomba na wengine. Lazima tutafute nafasi ya kukuwa waombolezi. Napenda pasta wetu sana. Pasta hata wanamlaumu kule saa nyingine. Asipokuona, anaangalianga pole tu. Kwa wiki 2-3 amekupigia simu. Amen? Amen. Na akikupigia simu, asipokuona, ametembea pole tu. Anakuja kujua ulienda wapi. Wengi wanatoka hapa wanasema nilipotea wako nifuatilia. Hata kujua mahali umeenda. Huyo mtu pasta anafuatilia, anapiga simu. Anamwambia pasta, nimejikwaza hii na hii, lakini niko kwa nyumba. Wewe unaenda na hiyo hasira yote, hata haurudi, tunashindwa ilikuwa aje. Huko ni kuchafua jina ya Kinoo. Huko ni kusema Kinoo sijui nini. Tukue mama muombolezi. Omba Mungu akupatie hekima. Omba Mungu aweze kukutendea yale wewe hauwezi. Kwa hakika yale Mungu anatenda binadamu hawezi. Maana anatuonyesha njia. Msomaji nisomee 20 kitabu hiyo tu 20:21. Tukue waombolezi wa mama. Tuombeane sisi kwa wenyewe. Amen. Yeremia 9:20 hadi 21. Yeremia 9:20-21. Biblia inasema, Lakini lisikieni neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake. Mkawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia. 21. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Bwana bariki andiko. Bwana asifiwe. Amen. Mauti imefanya nini? Imeingilia madirishani. Mauti imeingilia mlangoni.
Mauti zimeingilia kila mahali, kuko mwanya. Tutafanya nini? Kwa hakika tutafundisha nini binti zetu? Ikiwa wewe uombi na unaambia mtoto aombe chakula, hana la kuomba, kwa sababu anajikaza, anaona atapigwa, anafunika macho na nyamaza. Amen. Alafu anawachilia. Amen. Anasema amen. Wewe hauombi. Chakula unasongeza hivi. Wakule. Huyu mtoto ataomba nini? Kwa hakika tufundisha watoto wetu. Ukiwa mama muombezi, unaanzia kwa nyumba. Unaanzia kwa nyumba. Ombea watoto wako. Ombea mume wako anapotoka. Muombea anaporudi. Ombea mtoto anapoenda shule. Muombea anaporudi. Amen. Amen. Tuwe mama wa maombi. Na tuzidi kuomboleza. Ombea kanisa. Ombea hata mchungaji. Ombea mama director. Ombea hizi ofisi zote. Ndio sababu tuko wapi? Kinoo. Amen. Wengine tumekuwa tunatangatanga huko kwa nchi. Lakini sababu ya maombi yako. Yako. Oh yes. Ikiunganika na ya madhabahu. Na ije kuunganika na yangu. Amen. Tumesonga mbele. Amen. Amen. Tumesonga mbele. Amen. Amen. Mama, linda nyumba yako. Nyumba zimekuwa za shida. Nyumba zimekuwa za tabu. Kitu kidogo tu mnakaruzana, watu wanauana. Mauaji, Shetani ameweka panga yake tayari. Na wewe jifiche kwa Mungu, maana unakuja kwa kanisa. Unajua kuomba ni nini? Heri wewe unakuja kwa kanisa. Na yule mtu ako nje atafanya nini na atasema nini? Biblia inatuambia hata katika Zaburi, otikara ukisaga uchabeke na hene. Naboni siwasigira maya. Amen. Hawa watapitishwa tu kwenda motoni. Hawatasimama wanaambia ulifanya hivi, ulifanya hivi. Lakini mimi nimejiita Mkristo miaka mingi. Nimejiita Mkristo, ninajua kufanya, ninajua kuomba, ninajua kuimba, ninajua kuhubiri. Ninaambiwa pita huku. Nilikosea wapi? Wewe yule ninadharau, yule nitakuona huko. Umekaa kwa kiti cha enzi kifuani mwa Abrahamu. Amen. Amen. Tuombeane. Niombe na mimi nikuombee. Amen. Amen. Na mama, katika nyumba zetu tulifundishwa tuwe wasafi. Hata malazi kuwe safi. Mama tu amesema hapo umpe kazi. Hutampea kazi malazi ikiwa chafu. Amen. Amen. Malazi itakuwa chafu na ulete kazi. Hata chakula inaandaliwa kwa meza iliyo safi. Amen. Amen. Chai inakunywa kwa kikombe kilicho safi. Amen. Sasa wewe na hiyo uchafu yako. Amen. Hebu jaribu kila kitu. Jaribu mama, jaribu. Hii maisha ni magumu lakini jaribu. Mama, jaribu kukuwa msafi. Amen. Hatusemi tu usafi ya kuoga na kung'ara na kujipaka mafuta. Usafi ni mara mingi. Ikiwa utashindwa kutengeneza malazi. Nini kingine utafanya kwa hiyo nyumba? Nini kingine utafanya kwa hiyo nyumba? Unakula vizuri. Unavaa unapendwa. Watoto wako wako sawa nasoma. Wewe usafi peke yako umekushinda. Malazi iwe mangapi? Malazi iwe nini? Safi. Lainisha malazi yako kabisa. Na ndio maana Wasomali walituletea dube. Amen? Amen. Hatukujua kuko dube. Ndio maana Msomali akasema, unajua hawa hawaogi. Wengi hawaogi. Frank unaniunga mkono? Yeah. Ile marashi tu shu. Wametoka. Sisi hatuna pesa ya kununua hiyo marashi. Uko na pesa ya kununua sabuni ya kipande na kuingia bafu. Na kuoga. Wewe unangoja nini mama? Wakati kutaharibika, utakimbia direction nisaidie, pastor nisaidie. Sisi tunasaidia vitu vingine tofauti zile ziko. Amen. Tunasaidia vitu vingine tofauti. Tumesahau malazi ilikuwa chafu. Amen. Tunasahau hata tujuangi. Tunasemanga tu Mungu bariki hawa, wapandane, wakae. Kama ni chakula, Bwana lete chakula. Kama ni nini?
Kumbe chakula inakuja lakini malazi ni machafu. Amen. Amen. Wamama tukue ngangari. Yes. Hii kitabu iliangalia wamama. Yeremia aliangalia wamama sana. Aliambiwa waende waite wamama wakuja waomboleze. Dunia imeharibika. Hapa sisi tumefikia dunia imeharibika. Dunia gani? Sisi tulikuwa hapo tukizaliwa ilikuwa inauana. Baba anaua mtoto. Mtoto anaua baba. Maneno imezidi. Hata tumeshindwa kujua tunaenda wapi, tunafika wapi. Tafadhali wa mama. Tafadhali wa mama. Machozi ya mama inajenga. Furaha ya mama iko na maana yake. Amen? Amen. Jina mama iko na maana yake. Sio tu mama. Mama ni mama. Amen? Amen. Ukitaka kuwa mama ni mama, fanya vitu ya umama. Fanya vitu ya umama. Jua kukaribisha wageni. Jua kulinda watoto. Kabla hujajua kujilinda watoto, jua kulinda huyo mtu. Huyo mzee jua kumlinda kwanza. Ukijua kulinda mzee kwanza, aridhike, hawa watoto hauna shida. Amen? Watoto hauna shida. Hata ukisema mtoto anaenda university, fees ndio hiyo. Maana ulijua mwanzoni kile unafanya. Ulijua mwanzoni maombolezi uliomba, ulilia, ulilala ukikesha. Huyu mwanaume akio kwa baba. Wewe mama ulilala ukikesha. Wewe mama utakuwa unakula, unapika chakula inafaa kule peke yako. Wewe unalala ukikesha. Wewe unalala ukiomboleza. Hiyo kuomboleza ilipotea wapi? Ilienda wapi? Kumbuka vile ulichukua mwanzoni. Kumbuka vile ulisema Yesu same, ukaenda kwa maji na ukapatizwa, ukakuwa Mkristo. Kumbuka tu siku hiyo. Wisulize uri wabugura muritanga kande kule wahurira urinde no kwiganira buri kazozo wetegeka ngeininga yosiza. Amen. Amen. Kumbuka vile ulichukua mwanzoni. Kumbuka tu mama yangu. Hii kanisa iko na young mothers. Tafadhali jenga msingi yako. Jenga nyumba yako kwa msingi usiotingizika. Hata usikie nini, hata usukumwe, hata uambiwe nini, hata udharauliwe. Wewe jenga msingi yako. Amen. Wanakudharau na wewe unaomba. Mama mke anakudharau na wewe uko unaomba. Wewe unadharau mama mke na yeye alimaliza yake. Amen. Amen. Wewe unafikiri huyu mama hakupata shida pale akienda akiolewa boma hiyo, wewe unafikiria alikaje? Sasa hangaika kama wewe tu. Alishika aje laini? Alikuja akashika aje laini? Amen. Mama huyu alishika laini na maombi. Mimi nakuomba tu, shika laini yako na maombi. Penda jirani yako, hata inaambiwa hivi. Penda jirani yako, penda mama mkwe, penda masemeji, penda nyumba yako. Uwe na upendo, ndio maisha usisukume. Maisha imekuwa ngumu. Tafadhali maisha imekuwa ngumu. Ndio tunaambiwa tuomboleze. Na after kuomboleza tuombeane. Tukue wa mama maombezi. Wewe ukikuwa kwa nyumba yako niombee. Mimi nikikuwa huko kwangu niombee. Mungu naye atatusimamisha. Amen. Amen. Mungu naye atatuwezesha. Amen. Amen. Asante kwa wanakino. Makanisa iko na shida. Pasa sijui hiyo kama ulisikia. Kanisa ya Githurai. Kwa kanisa ya Githurai. Watu walikatana tu ndani hapo kwa kanisa. Kwa nini hasira zenyu mnaleta kwa kanisa? Ukiwa na hasira mama tulia. Hata niambie director, hebu tembea huku kidogo. Pasa hebu tembea huku kidogo. Wakati unatoka na hii hasira yeye huyu mwanaume anaona unaenda wapi? Kwa wengine. Tulia. Kaa chini ufikirie. Linda nyumba yako. Ulinde nyumba yako. Yo. Linda nyumba yako sister. Kabisa. Hakuna nyumba mzuri. Nawaambia ngono sawa watu walizaliwa na mama mmoja. Mshawahi gundua? Unaweza chakula vizuri. Hawa watu walizaliwa na mama mmoja. Unasema hapa ni kubaya, huyu mwanaume ni mbaya. Pale unaenda ndio wasi. Unarudi unasema ningejua ningevumilia pale. Utahesabu mpaka lini? Watafika 10 kama uko
age gani? Umeharibu nafasi ya kuchunga watoto wengine. Umeharibu nafasi ya kuchunga nyumba yako. Tafadhali wamama wa Kinoo, msisikize kwa hiyo maneno. Msijiweke ndani ya hiyo vitu. Hapa ni maombi. Amen. Hapa ni maombi. Kabisa. Katika shida tunapitia, hii madhabahu ni maombi. Katika vitu zote tunapitia ndani, hapa ni maombi. Na hii maombi ndio inatuelekeza, ndio inatupeleka kwa msalaba, ndio na wewe uone utafanya nini. Wamama wenzangu, tafadhali muwe waombolezi. Usilale bila kuomba, dunia imeharibika. Usikule bila kuomba, kesho utakosa chakula. Usivae bila kuomba. Nunua nguo, enda ujiombe. Haujui ilitengenezwa na nani? Haujui ilitoka wapi? Kabla hujaingia malazi, omba. Hiyo chakula. Pastor alisaidia, good pastor. Kama hujaanza kula hiyo chakula ukiombe, maana hujui imeshinda wapi. Amen. Hujui ya chakula imeshinda wapi. Na hujui kama iko vile uniiacha. Wewe iombe. Itisha uwepo wa Bwana ndio kazi itendeke. Amen. Itisha uwepo wa Bwana ndio kazi kuwe safi. Otherwise, hiyo nyumba ni vita usiku yote. Maombi tafundika. Amen. Maombi tatenda. Amen. Simame. Asante.